vingine tufanye kwa ajili ya Mungu. Yani ni vile tu watu hatumjui Mungu tunayemuomba. Light tungekuwa tunamjua Mungu tunayemuomba, kuna aina ya maombi kama tusingejaribu kuomba. Daudi hakuwahi kuomba kumshinda Goliath. If there is a prayer that man prayed, kulingana na Solomon anasema alifundishwa hekima na baba yake. Anasema nilikuwa mwana pekee wa baba yangu, mwana mpendwa wa baba yangu na mwana pekee wa mama yangu, naye alinifundisha hekima. Kwa baba yake kama alimfundisha hekima, you will see the impact ya shule ya baba yake. The moment Mungu alipomuita kuomba, anamwambia Solomon, sema utakalo. Now, maneno yanayoongea mtu, Biblia inasema hivi, kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. So kwenye uwepo wa Mungu, Solomon alipoanza kuomba, you could understand baba yake aliwekeza moyoni mwake kwamba siku mwanangu kutana na Mungu. Solomon hakuwahi kuomba mke. It is very important that you live your life with purpose. Uishi maisha yako kwa makusudi. Yani lolote unalofanya isiwe unafanya kwa sababu imetokea tu kufanya. Ulifanya kwa sababu umekusudia. Biblia inasema hivi, utakusudia neno nalo litathibitika. Kinachothibitika, kinachotokea, watu wa Mungu, sio unachokifanya, ni ulichokusudia. Yani kwamba nilichokifanya kwa makusudi, Mungu anakithibitisha. Lakini ulichokifanya kwa kubahatisha, hakithibitishwi. Ifike mahali kuendelea kwetu isiyo kwamba bahati mbaya we need to start in our life to channel, to plan our ways to the top, our ways to success. Purposely anza kufocus kuliombea la kule. Sometimes in life, whatever is happening to you is not the devil, just decision. We have very wrong ideologies about life. Wakati mwingine mashetani unayopambana nayo, matatizo unayopambana nayo, changamoto nazo, not because you are a bad person or because kuna shetani kwenye maisha yako. Sometimes the vision, because of what you carry. Not every time good things is a sign future. Sometimes bad things that happens to you is a sign that you have the best future. Unaamua wewe tu na interpret vipi maisha yako. Ukifanikiwa kupata itakachohudumia taifa, yes, Mungu hakulindi tena sababu anakulinda ili ulindwe. No, Mungu anakulinda sababu anajua huyu ana kitu cha kulisaidia taifa. Hata usipoomba, Mungu anacheki ndani ya moyo wako, sasa huyu ana kitu cha kulisaidia taifa, ana kitu cha kuisaidia nchi. For that matter, huyu hafi. Lakini ukiishi maisha yako a selfish life, ule tu wewe, there is no reason for you to be protected. Mungu anajitangaza vipi ndani ya nchi ya Babylon, nchi ambayo haimjui, kama hata kuwa na vichwa vinne ambavyo vimepita kwenye kozi ya Kikaldayo, wamesoma kwa miaka 3, miaka ile ile ambayo kiacha wale mainjinia na madaktari na maloya, majority of us ya degree zetu wote miaka 3, ndio miaka hiyo hiyo walisoma kina Shadrach, Meshach na Abednego. Ndani yao waliamua kula vya tofauti, wakati wenzao wanakula vya mfalme, wao wakaamua kula vya tofauti, kulala muda wa tofauti, kukaa mida ya tofauti, kukaa sehemu za tofauti, kwenda kwenye makusanyiko ya tofauti. As you are going forward, mbele yako kuna Goliati. It matters a lot what you collect along the way. Daudi hakumwangusha Goliati kwa maombi. Daudi alimwangusha Goliati kwa alichokiokota njiani akiwa anamwendea Goliati. Yes. Ukiwa naiendea hatima yako leo, kuna jua utaokota.